Habari ndugu wapenzi watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora TV. Kwa majina naitwa Baraka George Udoba, mimi ni fundi wa mabanda ya kuku na local cage. Lakini pia mimi ni mfugaji wa kuku wa mayai. Zipo sababu nyingi ambazo napenda leo nijaribu kuzungumza na nyinyi ambazo zinaweza zikasababisha sisi kutokufika katika lile lengo zuri la ufugaji. Na mimi nitatoa ushuhuda kwamba jinsi gani kwamba nilishindwa kufuga hapo awali, niliweza kuhangaika. Ni kitu gani haswa ambacho kilichokuwa kimenifelisha mimi kutokuweza kuendelea vizuri na issue nzima ya ufugaji. Tunapozungumzia issue ya ufugaji, huu ni mradi. Na katika issue nzima ya mradi ni lazima baadhi ya mambo umekwisha kuyafanyia utafiti, umeyaweka sawa kwamba kuna changamoto zipi ambazo zinaweza zikakukabili katika mradi wako, na ukatafuta solution kwa kujifunza baadhi ya mambo ili utakapoingia katika mradi wako moja kwa moja usiweze kuteteleka, yani usiweze kupoteza kile ambacho utakuwa umekiwekeza. Katika issue nzima ya ufugaji, vitu vingi ambavyo vipo vinaweza kukukwamisha kama utakuwa hujavifanyia utafiti na hujaviwekea njia au mipango thabiti namna ya kuweza kukabiliana navyo. Changamoto ambazo huwa zinatukumba katika ufugaji, changamoto kubwa kuliko zote huwaga ni magonjwa. Na haya magonjwa huwa yanasababishwa na nini? Magonjwa yanasababishwa na mambo kadha wa kadha, lakini jambo kubwa hasa linalosababisha magonjwa kwa kuku huwa ni miundombinu. Tusipoiweka vizuri miundombinu yetu katika issue nzima ya ufugaji, hapa ni lazima tutakutana na changamoto nyingi za magonjwa. Sababu yako magonjwa mengi sana ambayo yanasababishwa aidha kwa magonjwa ya mlipuko, na magonjwa ya mlipuko kama magonjwa ya kuhara, mafua kwa upande wa kuku. Hii ni dhahiri moja kwa moja kwamba kuna baadhi ya mambo katika miundombinu hatujaiweka sawa. Mfano, wewe unafuga kuku kwa njia ya kawaida. Njia ya kawaida na maanisha kwamba kuku wale umeweka katika chumba na umeweka katika maranda. Tafsiri yake ni kwamba wale kuku kuna uwezekano mkubwa sana wa kupata magonjwa ya mlipuko. Magonjwa ya mlipuko yanaweza kupatikanaje katika issue nzima ya hawa kuku ambao wanaishi katika mazingira haya? Magonjwa ya mlipuko yanatokea pale ambapo unakuwa umewawekea vyombo vyao, either ni chombo cha maji au cha chakula, na maanisha drinkers au feeders. Mfano, umeweka katika zile drinker za kunywea maji, wale kuku wakaanza kunywa maji katika zile drinker zao. Sasa yale maji kwa bahati mbaya yakawa naamini kwamba yana vijidudu. Na hivi vijidudu vimetokana na nini? Kwamba inatokea katika wale kuku walioko mle ndani ya banda, mmoja anaweza kanyea chombo cha maji ya kunywa, hatimaye kile chombo mwingine akaja kunywa maji pale pale katika kile kinyesi, kikaweza kusambaza kile kinyesi kilikuwa na vijidudu au vimelea vibakteria ambavyo vinaweza kusababisha ugonjwa. Baada ya muda kidogo nakuta kuku huyu ameweza kunywa maji pale, akatoka pale akaenda kunywa maji sehemu nyingine, na baadhi ya vimelea vikaenda kudondokea sehemu nyingine, na wale kuku wanazidi sasa, yani ile magonjwa yanazidi kufanyaje? Yanazidi kutapakaa ndani ya banda. Ile ndio sababu unaweza kukuta banda kuku kadhaa wanaanza kufanyaje? Wanaanza kuhalisha katika lile banda. Sasa kumbe pale kinachozungumzika ni miundombinu mibovu. Lakini mimi toka nimeanza kutumia hizi keji na nikaona ni ufugaji mzuri wa kutumia keji, haya magonjwa mimi niliepukana nayo kabisa. Magonjwa ya mlipuko, magonjwa ya mafua ambayo yanasababishwa na maranda. Kwa sasa nafuga kwa kutumia keji, na nawashauri wafugaji wenzangu tutumie hizi local cage tuweze kupata mafanikio mazuri. Karibuni, msisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Asanteni.